Naam, kumekuwa na mjadala mkubwa sana kulingana na klabu ya Yanga kuchukua ubingwa takribani mara 5 mfululizo, au sio bwana? Wapo washabiki ambao wanakubaliana kabisa kwamba Yanga wapo kwenye top performance kwa takribani hiyo miaka yote mitano, na baadhi ya watu wana zile story kwamba JSM wanaharibu ligi na mambo mengine, lakini ukweli kwamba ni upi? Kabla ya Yanga kudominate kuchukua ligi kuu kwa takribani misimu mitano tofauti, hata Simba alichukua takribani misimu 4 tofauti, na kelele zilikuwa ni hizi kwamba Simba labda atakuwa ananunua mechi, lakini kwamba ukweli kwamba walikuwa Simba walikuwa na kikosi bora sana kwa wakati huo, au si bwana? Unaweza kukumbuka kikosi ambacho kinaundwa na kina Aishi Salum Manula, wakina Seiji Pascoe, wakina Erasto Nyoni, wakina Lali Bwalia, wakina Cletus Chota Chama, wakina Medi Kagere, au si bwana, wakina Tadeo Ruanga, au si wakina Bernard Morsoni, wakina Luis Jose Miquissone. Timu hii pia ilikuwa inalaumiwa kwamba inanunua mechi, lakini ukweli kwamba weight ilikuwa kubwa sana na ikafanya klabu ya Simba kudominate soka kwa takribani misimu 4 mfululizo. Sasa in case inapokuja kwa Yanga wamechukua ubingwa kwa halali kabisa. Nasema hivyo kwa sababu gani? Yanga kwa takribani misimu mitano wamemaintain kuwa na kikosi bora sana kwenye timu yao, pamoja na msimu huu wamechukua ubingwa kwa kusita, au sio, mpaka mechi ya mwisho, lakini hapa kutokea timu ambayo ilikuwa na kikosi bora kama klabu ya Yanga. Simba imekuja kukumbuka shuka wakati unasema wakati kumekucha, au sio bwana? Simba walianza bado ligi kuu na kina Joshua Mutale na kina Steven Mukwala, wakina Jean Chazawa, kabla mzunguko wa pili kuwaleta wakina Libasi ya Gay, kuwaleta wakina Anise Oura, kuwaleta wakina Kante na kina Jocelyn Luemba, ambao walikuja kubadilisha, au sio bwana, flow ya Simba. Nasema hivi kwa sababu gani? Mpira wa Tanzania wanaochukua ubingwa ni timu mbili tu, ni Simba na Yanga. Ili Yanga awe bingwa anahitaji Yanga kuwa na kikosi bora kuliko Simba, na ili Simba awe bingwa anahitaji kuwa na kikosi bora kuliko Yanga. Sasa kwa takribani misimu yote Yanga imekuwa na kikosi bora kuliko Simba, hivyo huwezi kupima weight ya kuchukua ligi kuu kwa mechi ya Yanga na Tanzania Prison. Tanzania Prison hawana weight ya Yanga. Unaposema Yanga ananunua mechi, kwa mechi gani? Kikosi cha Yanga zidi ya kikosi cha Tanzania Prison? Kikosi cha Yanga zidi ya kikosi cha Namungo? Njia pekee ya Simba kuwa mabingwa ni lazima watengeneze kikosi bora ambacho kitaenda kuidhidi Yanga uwanjani. Nimeona baadhi ya wachambuzi wengine wanasemaje, laiti kama Simba angeweza kuifunga Yanga angekuwa bingwa. Ukweli na mimi naungana nao kwa sababu moja. Kipindi Yanga anachukua ubingwa back to back, ana uhakika wa kupata pointi 3, 4 mpaka 6 kwa Simba. Asa kama wewe tu mtani ambaye una mshindani wake mkuu anaweza kukupiga home and away, kwa nini asiwe bingwa? Msimu huu laiti Simba angepata pointi 3 tu kwenye mechi ya Yanga angekuwa bingwa, kitu ambacho amefeli kwa kipindi cha miaka 5 mfululizo tangu Yanga ameanza kuwa bingwa. Ili Simba awe bingwa inatakiwa atengeneze kikosi kilichokuwa bora kuliko klabu ya Yanga. Na kwa Yanga hii, ili jambo pia nataka nilizungumze. Simba lazima ijipange sana. Hili jambo sio jambo jepesi. Klabu ya Yanga mbali na mambo wanayopitia, lakini wana uongozi thabiti na wenye jicho la mpira. Klabu ya Yanga takribani misimu mitano wamekuwa na wachezaji wakali tofauti kwa nyakati tofauti. Nataka nikupe mfano mmoja. Klabu ya Yanga kipindi inachukua ubingwa mara ya kwanza katika hizi mara ya 5 na mara ya pili, walikuwa na mshambuliaji wao anaitwa Fiston Kalala Mayele. Nadhani wote mnamkumbuka. Fiston kipindi anauzwa, watu wakasema Yanga sasa ndo basi. Yanga wakaenda sokoni wakawaleta wakina Pakome, akaachwa Kennedy Musonda, akapandishwa Clement Mzize kwenye maeneo tofauti. Kipindi Yanga amemuuza Stefano Aziziki, watu wakasema Yanga ndo basi. Yanga imeendelea kuleta wachezaji kwenye ubora kama wakina Alan Okello na masuperstar wengine ambao wanakuja kuonyesha ubora. Takribani miaka 4-5 Simba inafeli kwenye usajili.
wachezaji wa Simba hawakai, wamekuja hapa kina Agustino Okejefa wanaondoka. Kwa nini? Quality imekuwa ndogo tangu wakiharibu kile kikosi cha kina Luis Jose Miquissone ambacho rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi amekuwa akikitolea macho na limekuwa kwake kama ni funzo. Engineer Hersi akubali kuuza wachezaji wake muhimu kwenye kikosi wote. Naweza nikakupa mfano. Season iliyopita moja ya wachezaji ambao walikuwa wanted sana barani Afrika pamoja na Clement Mzize, Wydad Casablanca walipeleka ofa ya zaidi ya bilioni 3 ili kumchukua Clement Mzize, lakini Engineer Hersi kupitia taasisi ya klabu ya Yanga iliweza kumbakiza Clement Mzize, kumwahidi mshahara wa milioni 40 kwa mwezi, kitu ambacho si cha kawaida kwa muendesha bodaboda huyu kutoka Iringa kuanza kulipwa milioni 40 kwa mwezi. Hii maana yake ni nini? Mchezaji muhimu, unapotaka kuwini soka la Afrika lazima uweze kukaa na wachezaji bora. Hichi ambacho klabu ya Yanga kwa kweli wamefanikiwa sana. Ladies and gentlemen, hii hapa ni Dar Town TV na hii hapa ni Kidimba ndani ya Dar Town TV. Kwa wale washikaji zetu ambao bado hujasubscribe, make sure hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, unaligusa ili kuendelea kukaa karibu sana na familia pana ya Dar Town TV. Mimi naitwa Big Boy Joe ama Kibaba cha Kipogolo. Karibu sana kuendelea kufuatilia vipindi vya Dar Town TV.